Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wetu aliye hai. Nipende kuja na ujumbe kwamba mtu ameumba kwa mfano wa Mungu. Sisi tumeumba kwa mfano wa Mungu. Mfano wa Mungu unaozungumziwa kwetu sisi sio sura ya nje. Kuna vitu viwili, kuna sura ya nje, kuna sura ya ndani. Kuna utu wa nje na kuna utu wa ndani. Ule utu wa nje asili yake ni ya udongo. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kama nyumba, alimtengeneza kama nyumba, akamtengeneza kama nyumba, akamtengeneza, akamkamilisha, akawa kama nyumba. Lakini kusema na ukweli, ndani yake huyo mtu, maana yake ni kwamba kuna watu wanaishi ndani yake. Ndani ya hiyo nyumba kuna watu wanaishi ndani yake. Maana yake mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Maana yake ni kwamba Mungu yuko ndani yangu, anaishi ndani yangu, anakaa ndani yangu. Kwa maana yake ni kwamba Mungu aliposema na kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambaacho kiendacho juu ya uso wa nchi, akuzungumzia ule utu wa nje kwamba ndio mfano wa Mungu. Ule utu wa nje sio mfano wa Mungu. Ule utu wa nje asili yake ni ya udongo, sharti urudi udongoni. Mimi kwa majina naitwa George. Ile George unasikia sauti George sio mwili wa nje. Ule mwili wa nje sio George. Ule mwili wa nje ni nyumba ya George. Kwa maana yake ndani yangu kuna mtu anayeishi ambaye anaitwa George kamili. George kamili ni ile sauti unayosikia, ndio George kamili. Kisa kunikifa, maana yake ule mwili, ule utu wa ndani ukitoka, ule mtu wa ndani akitoka kihama kwenye hii nyumba, maana yake hii nyumba inabaki ikiwa pagare, inabaki ikiwa gofu, inabaki ikiwa haina mtu ndani yake. Maana yake ni kwamba hii nyumba inaharibika, hii nyumba inatoa usaa, hii nyumba inakufa, inaoza. Kwa hiyo kazi yake ni kuipeleka mavumbini, kwa sababu huu mwili asili yake ni ya udongo, lakini ule utu wa ndani, ule George wa ndani asili yake ni ya mbinguni. Kwa maana yake ni kwamba Mungu aliposema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambaacho kiendacho juu ya uso wa nchi, alikuwa anazungumzia ule utu wa ndani, ile pumzi ya ndani aliyoiweka ndani ya mwanadamu. Kwa maana alipomuumba mwanadamu alipulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa maana yake ni kwamba mtu amekuwa na uhai baada ya kwamba Mungu alipopumzia pumzi ya uhai ndani yake, huyo mtu ndipo akawa nafsi hai. Uhai wa nyumba ni kwa sababu tu kuna watu wanaoishi ndani yake, lakini watu wakishatoka ndani ya nyumba hiyo wakahama wakaenda sehemu nyingine wakaitelekeza hiyo nyumba huwa haiwezi kuendelea, kwa sababu uhai wa nyumba ni kusafishwa, ni kutolewa uchafu ndani yake na kutupwa nje. Kwa hiyo nyumba ikiwa inasafishwa na tengenezwa vizuri, na ndio uhai wa nyumba. Kwa hiyo hiyo nyumba kisha acha kutengenezwa na kusafishwa na kufanywa usafi, kazi yake ni kuharibika. Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, tukatawala na kumiliki na kutisha. Ule utawala ambao tumepewa na Mungu na ule utisho ambao tumepewa na Mungu ni ule utu wa ndani, ile sura ya ndani, ndio utawala ambao Mungu ametupa tutawale na kumiliki na kutisha. Kwa hiyo mimi unaposikia naitwa George, ile George sio sura ya nje. Ile George ni sura ya ndani, ni ule utu wa ndani, ndio George kamili. Tangu leo inabidi utambue hilo kwamba George kamili au mtu kamili ni ile utu wa ndani, ile sura ya ndani, ile pumzi ambayo iko ndani yako, ndio utu ambao mtu anapaswa kuwa nao, na ndio anapaswa kuuchunga sana. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana hapo ndiko zitokako chemchemi za uzima. Chemchemi za uzima zinatoka ndani ya moyo. Chemchemi za uzima zinatoka ndani ya uhai. Kwa hiyo cha kufanya ni kulinda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana hapo ndiko zitokako chemchemi za uzima. Barikiwa sana watu wa Mungu, barikiwa sana watu wa Mungu. Ule utawala ambao tumepewa na Mungu ni ule utu wa ndani, ile sura ya ndani, ndio utawala ambao Mungu ametupa tutawala na kumiliki na kutisha. Barikiwa sana, barikiwa sana, barikiwa sana. Asante.